kila kipengele katika ibada ya haji kuna durusun wa ibar, kuna mambo ya kuzingatia na mafunzo maalum. Unapovaa ihram, wanazuoni wanasema miongoni mwao Sheikh Al-Uthaymeen, ile ihram mwanamume anavaa taulo mbili, kama taulo moja unavaa kwenye kama taulo chini kama kikoi, na moja unaweka kwenye mabega yako. Wewe mwanamume uruhusiwi kuvaa hata vesti ya ndani wala chupi ya ndani. Wanawake wanavaa hijabu yao ya kawaida, lakini hili vazi lao unaivaa wewe ina mafunzo matatu. Funzo la kwanza, inamkumbusha Muislamu sanda yake siku utakapofariki. Utakumbuka mimi niko ndani ya sanda, na lau unakufa ukiwa unavaa ihramu hii utazikwa nayo, tena utavishwa naye. Maana yake kichwa haifunikwi kwa sababu hakuna nafasi ya kichwa, na ndio Mtume alivyowahimiza masahaba, na siku ya kiyama utafufuliwa naye. Rasulullah anasema mtu yoyote mwenye kufariki huko anahirimia Makka, siku ya kiyama atafuliwa, atatoka ndani ya kaburi yake huko anapiga talbia, anamwambia Mwenyezi Mungu, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Watu wanatoka ndani ya kaburi, yeye anatoka huko anapiga talbia, na hii ni ishara nzuri hasa siku ya kiyama. Maana mafunzo ya pili, inatukumbusha si binadamu. Unapovaa hili vazi la ihram, inawakumbusha binadamu kwamba watu wote ni sawa mbele ya Mungu. Hii vazi watu wote wanaivaa, haijalishi cheo chako, kabila lako, rangi yako, umetoka nchi gani, wewe ni nasaba gani, haiangaliwi hiyo. Mtume anawaambia maswahaba, dauha fa innaha muntina, acheni mambo ya ukabila haya, kwani hii ni rangi ni harufu mbaya hii. Wewe unajifakhiri na ukabila, unamdharau mwenzie kwa sababu ya kabila lako, kwa sababu ya rangi yako, kwa sababu ya nchi yako. Yule ambaye ni mbora ni yule ambaye ni mcha Mungu. Na faida ya tatu, inakukumbusha wewe Muislamu, ukivaa hii vazi siku ya kiyama, tutakaposimamishwa mbele ya Mungu, tutakapofufuliwa siku ya kiyama, tukitamaki tumesimama katika uwanja wa mahshar tukiwa uchi kama tulivyozaliwa. Bi Aisha anamuuliza Mtume, ya Rasulullah, wanaume na wanawake kila mmoja yuko uchi, wataangaliana wao kwa wao. Mtume anamwambia Aisha, al-amru ashad, mambo ni mazito. Hakuna mtu atathubutu kumwangalia uchi ya mwenzie kwa namna mawazo yake ilivyo. Anafikiria, mimi hali yangu itakuwaje, nitavuka mtihani ama siwezi, nitakuwa miongoni mwa watu wa peponi au watu wa motoni, nitakapoulizwa nitajibu nini, atakuwa na time gani ya kuangalia uchi ya watu. Sasa katika uwanja wa Arafa hasatan, watu wote wamevaa vazi aina moja nyeupe. Utakumbuka siku ya kiyama namna tutakavyosimamishwa mbele ya Mungu, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatuhukumu wakati huo.